tunataka tuwaambie hivi. Mtu mzuri akiwa kwenye State House inatusaidia. Umeambiwa na Reverend hapa kuhusu decisions of a leader, kwa sababu akiwa pale yeye ndiye anatoa uamuzi kwa maslahi yetu sisi wote. Jamaa ambaye anaweza kuketi, yeye bora apewe pesa, bora Ruto apewe pesa, anaweza kutuuza sisi wote kwa shetani mwenyewe. Unajua wakati alipeleka polisi wetu Haiti, ilikuwa kwa sababu alipewa nini? Alipewa pesa, si ndio? Saa hii amepewa pesa na Marekani, wanamwambia Marekani wenyewe wanasema, tunajua wale watu wako na hiyo ugonjwa wa Ebola ni watu wetu. They are American citizens. But they are not being allowed back into their own country because the American people need to be protected from Ebola. Then there is this character somewhere mwenye akipewa 1.7 billion shillings anasema leta hiyo watu. Badala ya waambie we as a global community our best response ingekuwa tuambie watu wa Marekani, hii pesa yote tafadhali pelekeeni rais. Wangeambia wale wa Marekani ya kwamba wapelekee Rais Tshisekedi hiyo pesa wa DRC. Tuhakikishe kwamba DRC wako na capacity ya kuhakikisha hiyo ugonjwa haitoki kwenye mipaka ya DRC. Lakini yeye anasema tuingize watu kwa ndege tuwalete Laikipia. Hiyo sasa ni uamuzi aina gani? Ndio maana sisi tunasema Ruto must go. Ruto must go. Tumeona wana ODM wengine walikuwa wanasimama wanasema mimi na huyo Ruto hatutawahi patana. Halafu saa hii wako kwa serikali yake wanakula, si ndio? Hiyo ndio maana wananchi wanaogopa, wanasema ai huyu Sifuna tunataka kumuunga mkono lakini wakifika bei yake itakuwaje? Nataka leo niwamalizie hiyo uoga. Niwaambie mimi Sifuna, na narudia hapa katika haya madhabahu. Mimi Sifuna, nyinyi mtanunuliwa kabla ninunuliwe. 2027 nimejibwaga kwa uwanja, nimejitolea kuongoza watu wa Machakos County kama gavana. Kwa hivyo kwa kanisa pia naomba mniombe ndio hizo kura nipate. Walakini juzi huko Homa Bay nimeona watu wameshikana wakaanza kurushia Senior Council, His Excellency Governor Orengo. Na mimi nataka niseme hii maneno ya kutumia gunism, kutumia vijana ni tutakataa. Mimi leo hii jana nimeambia vijana wa Machakos, hakuna haja nipange vijana wangu wakuje kupigana na vijana wa mpinzani wangu, kwa sababu hakuna haja nilete kijana Mutiso apige Mutua, Mutisia, Mwikali, Kaleche. Tunapigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo hiyo nikasema igome. Vile vile tukiwa hapa, shame on them. Nasikia kuna watu wanatoa watu kutoka huko Homa Bay hata Nairobi wakuje kurusha mawe hapa Machakos County. Nataka niseme shetani hata hao Wajaluo ni madugu zetu. Na mimi naambia vijana ambao wametolewa Nairobi wakuje kupigana ama kurusha mawe hapa Machakos. Tunataka tuwaambie Linda Mwananchi ni kundi la amani, ni kundi ambao inataka watu wote washikane, ni kulinda vijana, kutafutia vijana kazi, sio hiyo kazi ya kupewa 1000 unakuja hapa kuambiwa ondoa dayas ya watu. Kama hao ni wanaume waite mikutano yao. Sisi hatutakuja kwa mikutano yao. Kwa hivyo watu wakuja kwa mikutano yetu waache kutuma guns. And I want to warn anybody in Wiper, if you know you are in the group that is saying Ruto must go, then if you can bring goons to come and disrupt our meeting, then we don't see you straight in your eye. It means kwanza wewe sasa ndio unajuana na Kasongo, si ndio? Wewe ndio unapewa pesa ukuje kuharibu mikutano yetu. Kwa hivyo I want to tell wale tunashindana na hao, wacheni watu waombe kura wakuje hapa, alafu mwenye inji wa Machakos ndiye atakuja kuamua nani atakuwa gavana wa Machakos. Hivyo hii nchi, shida zote ambazo tuko nazo inaletwa na uongozi mbovu, uongozi mbaya. Na nyinyi ndio wananchi ambao mnaweza leta uongozi bora, sio bora uongozi. Tuko na viongozi ambao saa hizi venye watu wanateseka, yeye mwenyewe bado anakuambia ya kwamba lazima hiyo is not enough, lazima bado import Ebola.
anasema wananchi lazima sasa wamalizwe. Venye mpo mshasha. Alafu tena unaambiwa Ebola iletwe. Hiyo virusi ya Ebola ikishika mzee wetu hapa, si ameenda? Ikishika mama yetu hapa, si wanaenda? Ikishika mavijana wetu, si wanaenda? Na wanasema ya kwamba wanapata only 1.7 billion Kenya shillings. Tuchukue 1.7 billion Kenya shillings. Kisha uchukue 58 million Kenyans. Udivide, utapata kila Mkenya anapata 29 shillings. Sasa tunaambiwa na rais ya kwamba wewe kama Mkenya uletewe virusi ya Ebola na pesa yako ni 29 bob. 29 bob inaweza nunua hata Panadol. Itanunua hata Piriton. Na mbona tunadhulumiwa na viongozi ambao walichaguliwa? Na kwa hivyo tunasema jambo nyingine. Juzi wametuongezea fuel. Fuel ikiongezwa, gharama ya maisha inaenda wapi? Mimi niko na shida moja kali sana. Niko na shida mingi sana kwa wananchi wa Kenya. Lakini yenye inanihuzunisha sana, yule mtoto mchanga, yule mtoto ambaye amezaliwa, ukiongeza fuel, saa zile wana transport diapers, si diaper itaenda juu? Mbona serikali inaadhibu mtoto ambaye hajafanyia mtu yeyote makosa? Asante sana. I'll go by the protocols already established. Na asante sana Reverend for the sermon, the very beautiful sermon. What I know on this day, if Raila Amolo Odinga was alive, Raila would have been here in Machakos, in this church. And if Raila would have been in this church, I know Stephen Kalonzo would have been in this church today. Let me say this. Today, if you go to Kisumu, Kisumu today, the people of Kisumu are not in that rally in Kisumu. They have transported people from all over. There are buses all over in Kisumu. But the people in Kisumu are one. People of Kisumu are one. Mimi naomba viongozi ambao wako hapa niwajulishe kama acting party leader, nataka nipate nafasi kidogo nitembee Nyanza. Na namrudishia asante sana bwana Karoli Omondi. Nilienda kwa constituency ya Karoli Omondi peke yangu bila Karoli Omondi. Na pale it is one term. Kwa hivyo tunataka tutembee kila mahali Nyanza, because people had a wrong impression that people of Migori, Homa Bay, Siaya and Kisumu are in two terms. That is a lie. Even today, everywhere they are passing, they are being told one. You know, Sifuna, you have said something very significant here. And very briefly, because, you know, people want to go out there and hear what we have to say. You have talked about the calamities that are coming to Kenya. The problems that are coming to Kenya. Nearly everybody has talked about the problems that are coming to Kenya. There is a verse in Revelation that talks about the number 666. I don't know whether you have read the Revelation on that number 66. 66 is the sign of the beast. Ukambani mkuja mjue na sisi ndio wale watu wameteseka sana kuliko hata makabila zile zingine. Kwa sababu sisi tumekaa kama Wakamba pamoja na sisi ni watu wa amani. Lakini wakati Ruto alichukua uongozi, kitu ya kwanza
tulikuwa na project ilikuwa kubwa sana inaitwa Thake Dam, lakini hiyo Thake Dam imesimama, hakuna kitu ikaendelea, kwa sababu alikuwa anajua Thake Dam inapatia Wakamba maji, kwa sababu tuko na shida ya maji. Kwa hivyo sisi tukisema Ruto aende nyumbani, tuko na sababu ya kusema. Wale ambao wanakuja huku, viongozi wale wamechaguliwa katika na UDA, wanazunguka wakipeana molio. Sisi Wakamba hatutaki molio, tunataka maendeleo. Na kwa sababu tuko na Linda Mwananchi hapa, kwa sababu sisi tuko kitu moja, tutahakikisha tutakaa meza moja na wale ambao wako na maono wanafanana na ile ya Linda Mwananchi. Tujipange pamoja, tuhakikishe tumechukua uongozi wa hii nchi, kwa sababu hakuna haja. Nasikia Ruto anasema sisi hatuna agenda, na leo nataka kutangaza agenda ya Ruto. Agenda ya Ruto moja ni kupandisha mafuta. Agenda ile nyingine ya Ruto ni kuleta ugonjwa wa Ebola hapa Kenya. Agenda ile nyingine ya Ruto ni kufinya yule mwananchi wa kawaida. Finance bill, tukiweka ushuru katika hiyo M-Pesa, kwa sababu watu wengi wanalipa na M-Pesa, hiyo inamaanisha Wakenya wote wameumia. Kwa hivyo, kwa hiyo sababu mimi nataka kufika hapa na kusimama hapa nitangaza ya kwamba sisi hatutasimamishwa na mtu. Tutaendelea kuongea na tutazunguka nchi yote tuachie tumeongea na mwananchi. Hii mambo ya kulinda mwananchi ni muhimu sana, na ndio tunamwambia Ruto, chagua katikati ya kujenga manyumba ambayo sasa inaitwa avoidable houses sababu quality ni mbaya. Utajenga manyumba ya nini kama unaleta Ebola? Nani atakaa kwa hiyo manyumba? Hata ukijifanya utatengeneza barabara ambayo inaenda Nakuru na watu wameenda na Ebola, utatengeneza barabara ama utaleta Ebola? Kwa hivyo tunasema mambo ya kuleta Ebola kwa nchi ya Kenya tumekataa. Tunasema no, you cannot. Uwezi leta Ebola kwa hii nchi. Maanake mwananchi ni muhimu, na ndio tunalinda mwananchi, na tunasema Ebola haitakanyanga Kenya. Kwa hivyo tumekubaliana na wale wa Kenya wamesema tutaandamana mpaka Ebola ipelekwe kwingine. Tutaandamana, hatutakubali Ebola ikanyage nchi ya Kenya. Na sio tu nchi ya Kenya, ati katikati ya nchi ya Kenya. Sio ni kuwa wananchi. Ahadi asiende. Mukisema ni James Orengo itakuwa ni yeye. Mukisema ni Rigiji itakuwa ni yeye. Mukisema, sababu tunasema hivyo, let me tell you, I've been around for a while. The only way we are going to remove this crooked regime out of power is that all the people of good faith must come together and we remove these crooks and thieves and conmen and peddlers from that house called State House. Kumalizia, wacha niseme hivi. Nyinyi wananchi mnakaa hapa, viongozi wetu wote. I have a small request to make to you. Sifuna, ukipata uongozi baba, uchunge hawa watu. James Orengo, wewe ndio baba yetu. Shikilia hawa vijana. Shikilia. Ai, Omboka. You are here today, Jack. Thank you. Thank you so much. Nyinyi wote Osoti. Don't walk away. Ruto is going to send people to give you money. For Adani, they brought 200 million. I told them I want 9 billion. I have been waiting for the 9 billion. Hawawezi kuleta. Msikule hiyo pesa ya hao watu. Na ukikula pesa ya Ruto unakufa.